sabato ya kipekee. Lakini basi tuna kila sababu za kumshukuru Bwana aliyetuleta leo hapa. Jina la Bwana litukuzwe sana. Nitoe pongezi kwa maandalizi yaliyofanyika ya tukio la siku ya leo. Wanakwaya, Bwana awabariki. Mlipanga, na kwa sababu mlipanga pamoja na Mungu, ninalowaomba mmalize pamoja na nani? Na Mungu, ili Bwana ajitwalie utukufu. Ni shukuru washiriki wote ambao tulikuwa pamoja katika juma la uwakili, wale waliofika na wale ambao hawakufika bila kupanga kukosa. Bwana azidi kuwabariki. Lakini wale ambao tulikuwa tujue kwamba kuna juma la uwakili pia, tumuombe Bwana wakati mwingine akipangika tusikie, ili wote tufanyike baraka katika maisha yetu. Tumekuwa na wiki ya uwakili ambayo ilikuwa na kichwa kinachosema maisha ya mafanikio, na tumejadili mambo ya msingi pamoja na Bwana, na Bwana akiwa na kusudi la kutuonyesha ya kwamba hatuwezi kufanikiwa katika maisha yetu ikiwa tutapuuza kujua ya kwamba bila yeye hakuna mafanikio maishani. Na hivyo wiki ya uwakili imekuwa na dhima ya kuturejesha kutambua tena ya kwamba mafanikio yote ya mwanadamu katika nyanja zote za maisha yanamtegemea Mungu na Mungu peke yake. Na wiki hii tumenyenyekezwa kujua ya kwamba ikiwa unahitaji kufanikiwa, mtegemee Bwana. Na kumtegemea Bwana ni Kiswahili rahisi ya kwamba hauwezi kufanya jambo lolote bila yeye. Kumtegemea Bwana inamaanisha wazi ya kwamba hauwezi ukaanza kutenda neno lolote ikiwa tu utapuuza uwepo wake maishani. Na hivyo wasafiri wenzangu wa kwenda mbinguni, katika ibada ya leo tena, katika kukumbushana mambo haya machache, nipende kuwakumbusha jambo hili: tumtegemee Bwana ili tupate uzima wa milele, lakini mafanikio ambayo hayatakuwa na majuto ndani yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni hayo machache ambayo tulijifunza, na hivyo leo tutaenda katika kitu kingine, kwa sababu hata hivyo wale waliokuwa tulihitimisha juma jana, leo tumekuja katika ibada ya kubarikiwa chini ya mbawa za Kristo. Nishukuru kuona uwepo wa Pastor Kimbute. Pastor, Mungu akubariki sana, na tunabarikiwa pia kusali pamoja na wewe. Umetuhudumia mara nyingi, na niseme tu leo nimefurahi kukuona hapa, na Bwana akubariki sana. Leo tunaenda kuwa na somo ambalo lina kichwa kinachosema lolote atakalo uambia fanyeni. Lolote atakalo uambia fanyeni. Basi tuombe. Yehova mfalme wa amani, wewe uliye Mungu mkuu, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kutupatia tena ibada ya leo, na hasa kunikubali mimi ninene mbele ya watoto wako. Jina lako litukuzwe. Ninajua na nimekuwa shahidi ya kwamba umenitumia nyakati zilizopita, lakini leo tena nakuhitaji unitumie kama utakavyo, ili neno lako likapite kupitia mimi na likawe baraka kwa watoto wako. Ndivyo naombavyo kwa jina la Yesu Kristo, amen. Hotuba ya siku ya leo imejengwa katika kitabu cha Yohana sura ya 2, na tutakuwa tumemaliza hotuba yetu hapo Yohana sura ya 2. Na kabla hatujaingia sura ya 2, nipende kukumbusha mambo machache tu, ya kwamba kitabu cha Yohana kimeandikwa na Yohana mwenyewe ambaye ni Yohana mwanafunzi wa Yesu, na kitabu cha Yohana kimeandikwa katika AD 90, lakini kitabu hiki cha Yohana kimeandikwa na Yohana ambaye ameandika nyaraka 3 za Yohana, lakini pia mwandishi wa kitabu cha Ufunuo. Na hivyo kitabu hiki cha Yohana
bila shaka kimebeba ujumbe ambao ni kusudi la kufanyika baraka katika maisha yako. Ukiniuliza maswali machache ni kwamba ujumbe wa kitabu cha Yohana ni ujumbe wa maisha yako. Wakati Yohana anaandika ujumbe huu, Bwana anamuongoza kuandika ili kuwafikia Wayahudi, lakini pia kuwafikia mataifa. Na hivyo injili ya kitabu cha Yohana ni injili ambayo ilikusudiwa kuwafikia Wayahudi, lakini pia kuwafikia mataifa. Kwa tafsiri rahisi ni kwamba ujumbe wa kitabu cha Yohana ni ujumbe wa maisha yako katika ibada. Ujumbe wa kitabu cha Yohana ni ujumbe ambao unagusa maisha yako. Mimi kama wakili, ni ujumbe unaogusa maisha yangu mimi kama msafiri wa kuelekea mbinguni. Na hivyo katika ibada ya leo ninamuomba Bwana azungumze na maisha yangu. Ninamuomba Bwana azungumze na maisha yako, hasa ukiandaliwa kwa safari ya kwenda mbinguni. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Katika ujumbe wa kitabu cha Yohana, yeye mwenyewe Mungu anajitambulisha akisema maneno haya, yeye ni mkate wa uzima. Ama kwa lugha rahisi, kitabu cha Yohana kimebeba teolojia ya Kristo kujitambulisha kwetu, akisema wazi kabisa yeye ni mkate wa uzima. Yesu Kristo anajitambulisha katika Yohana 6 aya 35-41, lakini pia katika aya ya 48 mpaka aya ya 51, akisema wazi ya kwamba I am the bread of life, mimi ndimi mkate wa uzima. Na nimekuambia tangu mwanzo, msafiri mwenzangu wa kwenda mbinguni, ya kwamba ujumbe wa kitabu cha Yohana ni ujumbe wa maisha yako, kwa sababu yeye anapojitambulisha kama mkate wa uzima, ina maana halisi ya kwamba hauwezi ukawa na maisha salama ya kiroho endapo utampuuza yeye aliye mkate wa uzima. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, katika kitabu cha Yohana yeye anajitambulisha pia kama nuru inayomulika katika ulimwengu. Ukiangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 8 aya ya 12, Yohana 8 aya ya 12, lakini Yohana 9 aya ya 5, yeye anajitambulisha. Na ninapenda uchukue pointi ya kwamba anapojitambulisha anajidhihirisha wazi kwamba yeye ndiye mwangaza unaomulika dunia. Safiri mwenzangu wa kwenda mbinguni, ikiwa unahitaji mwanga katika maisha yako ya ndoa, ikiwa unahitaji mwanga katika biashara yako, ikiwa unahitaji mwanga katika maisha ambayo unaishi, aidha ni katika magonjwa, ninakuletea leo ujumbe wa Bwana kupitia kitabu cha Yohana ya kwamba hapana giza la matatizo linalomshinda yeye. Ukimwalika maishani, atamulika na giza litaondoka katika maisha yako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ikiwa una changamoto kama giza, mwalike yeye aliye mwanga akumulikie. Ikiwa una magonjwa kama giza, mwalike yeye aliye mwanga akumulikie. Ikiwa unapitia magumu yanayokutoa machozi, tatizo ni kwamba ulimsahau yeye. Anajitambulisha, anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mwalike yeye, atakuangazia. Jambo la tatu, tunapoangalia kitabu cha Yohana lazima tujue jambo hili ya kwamba katika Yohana sura ya 10 aya 7 hadi aya 9 anajitambulisha akisema yeye ni mlango wa kondoo. Yeye ndiye ambaye anafunguliwa. Kwa tafsiri rahisi ni kwamba ikiwa mimi na wewe kama wasafiri wa kwenda mbinguni, katika kitabu cha Yohana anatumia lugha ya picha ya kondoo. Kama kondoo anahitaji kuingia kwenye zizi, basi mlango wa zizi ni Yesu Kristo. Ikiwa unahitaji upate uzima wa milele, ikiwa unapambana kuingia katika makao ya milele, jibu rahisi ni hili: ukimpata yeye umepata
ikiwa unashika amri za Bwana eti ili kwa kuzishika upate uzima wa milele, unakosea. Na ndio maana kwa kuzishika amri, tukitaka kwa kuzishika tupate uzima wa milele, kila siku tunaanguka. Jibu rahisi ni hili: utakapomkubali yeye aingie katika maisha yako, umeshamaliza kuyashika yote, kwa sababu yeye akiingia ndani kama mlango wa uzima wa milele, kama mlango wa uzima wa milele, tafsiri rahisi ni kwamba yeye atakuwezesha. Hautajitahidi kwa nguvu zako, bali nguvu ya Bwana ndani yako itakuwezesha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, tunaelewana vizuri? Ikiwa unahitaji uitunze sabato vyema, mwalike yeye maishani. Ikiwa unahitaji uwe wakili mwema, mwalike yeye maishani. Ikiwa unahitaji maisha yako yawe taswira nzuri kwa wengine, mwalike yeye maishani. Kwa hivyo tafsiri rahisi ni kwamba ujumbe wa kitabu cha Yohana ama ujumbe wa Bwana kwa kitabu cha Yohana ni ujumbe uliobeba siri za maisha yangu katika uzima wa sasa na uzima wa milele. Jambo la nne ambalo natamani uelewe tunapoangalia kitabu cha Yohana ni kwenye kitabu cha Yohana, yeye licha ya kujitambulisha kama mlango wa kondoo, ukisoma Yohana 10:11-14, anajitambulisha wazi kabisa akisema yeye ni mchungaji mwema, the good shepherd. Yeye ndiye mchungaji aliye mwema. Daudi anatoa maneno haya akisema wazi kabisa ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Jamani, Bwana asifiwe. Ikiwa katika maisha yako unahitaji uyaishi maisha yenye ubora, mwalike yeye aliye mchungaji. Yeye aliye mchungaji anajua majani sahihi, anajua malisho sahihi, anajua maji yaliyo bora yanayokufaa. Mwalike mchungaji mwema atawale maisha yako. Akitawala maisha, imetosha. Atakulisha yaliyo mema kwa wakati, atakunywesha maji ya uzima kwa wakati zaidi. Jambo la tano ambalo natamani uelewe tunapoangalia kitabu cha Yohana, kwenye kitabu cha Yohana anajitambulisha, ama Yohana anaandika akimkoti Yesu Kristo akijitambulisha kama ufufuo na uzima, the resurrection and the life. Anajitambulisha kama ufufuo na uzima katika maisha ya leo. Kifo kinatutisha, magonjwa yanatutisha, wapendwa wakilala tunavunjika moyo, lakini kitabu cha Yohana kinamtambulisha ya kwamba yeye sio wa kawaida. Yeye amebeba hata majibu ya kifo, yeye amebeba hata majibu ya matatizo. Wapendwa, katika ibada ya leo utakapompokea hata wakati wa kifo, yeye ni jibu la machozi. Mwalike Bwana kwa sababu anatosha. Yeye hakuna kinachomshinda. Hata kifo kinachotufanya tutokwe na machozi, kinachotufanya tuwe disappointed, tuvunjike moyo, kinachotufanya tuone kwamba hakuna taswira mbele yetu, yeye anasimama anasema, ukinipata mimi utalia machozi leo kwa kupoteza wapendwa, lakini kesho yako imejaa neema. Mwalike yeye katika ibada ya leo. Tunapoangalia kitabu cha Yohana, jambo la sita ni hili: anajitambulisha kama njia, kweli na uzima, the way, the truth and the life. Yeye kama njia, kweli na uzima. Yohana 14 na aya ya 6 anajitambulisha ya kwamba ikiwa unapambana kujua kweli ya neno lake, ikiwa unapambana kujua ikiwa unapambana kujua kweli, ikiwa unapambana kujua njia, ikiwa unapambana ili uyapate maisha, mwalike. Na ndio maana leo nikavutiwa kuambia maneno haya ya kwamba ujumbe wa kitabu cha Yohana ni ujumbe wa maisha yako.
Ujumbe wa kitabu cha Yohana ni ujumbe wa maisha yangu, kwa sababu ikiwa yeye ndiye njia, nikimchagua nitatembea salama. Ikiwa yeye ndiye kweli, nikimchagua hapana swali litakalonishinda. Ikiwa yeye ndiye maisha, nikimchagua nina uhakika wa kuishi sasa na hata milele. Wapendwa, katika ibada ya leo, hata kabla hatujaenda mbali, mchague Bwana kama njia, kweli na uzima, naye atakupatia maisha ya sasa, lakini pia maisha katika uzima wa milele. Katika kitabu cha Yohana anajitambulisha yeye kama mzabibu wa kweli, the true vine. Katika kitabu kile cha Yohana 15:1 hadi 5 anajitambulisha akisema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kama yeye ndiye mzabibu wa kweli, anasema shikamanishwa katika yeye, kila tawi litakaloshikanishwa katika yeye litazaa matunda. Tatizo ni kwamba tumemsahau aliye mzabibu na tunang'ang'ana kuyazaa matunda. Jibu ni rahisi. Ikiwa unahitaji maisha yaliyobora, yeye kama mzabibu, tutakapojifungamanisha kwake tutazaa matunda automatically. Jamani, Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Yohana tunapoenda sasa kuangalia dhumuni la somo la leo, lazima uelewe anapojitambulisha yeye kama mkate wa uzima. Jesus did not say he gives bread. He said he is the bread which gives life. Yani Bwana hasemi tu ya kwamba atatupatia mkate, lakini anasema yeye ndiye mkate aletaye uzima. Na hivyo kama unaenda kwake upate mkate, yeye hakupatii mkate, bali yeye anapoingia ndani yako ndiye aliye mkate aletaye uzima. Tumekuwa na changamoto hii katika mambo ya kiroho. Tunaenda kumwomba Bwana tusaidie mali, naye anatupatia mali, alafu tunamwacha yeye aliye chanzo cha mali, tunaenda kupambana na mali. Ndio maana utakuta Mwadventista Msabato leo yuko kanisani, lakini akili iko kwenye biashara. Kwa sababu gani? Amemwomba Bwana ampe biashara, lakini akamwacha yeye aliyetoa biashara, then anapambana na biashara. Katika ibada ya leo anasema wazi ya kwamba yeye sio kwamba anatupa mkate, lakini yeye mwenyewe akiingia ndani ndiye mkate uletao uzima. Sio hivyo tu. He did not say he will take the way, the truth, and the life. Instead, he said he is the way because he is the truth and life. Yani anasema ya kwamba si kana kwamba atatufundisha njia, kweli na uzima. Badala yake, kwa sababu yeye ndiye njia, moja kwa moja ukiingia kwake kwenye njia ya kweli, utajua kweli na utapata uzima wa milele. Lolote atakaloambia fanyeni. Yohana sura ile ya pili. Yohana sura ya pili. Tumekuwa na juma la wakili likituelekeza katika kweli za neno la Bwana. Na leo tena neno la Bwana katika Yohana sura ya pili, baada ya kujua utamu wa kitabu cha Yohana ya kwamba kinagusa maisha yangu. Sura yake ya pili anasema, na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. 5. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kuwatawala. Kila moja lapata kadiri ya zio 2-3.
Yesu akawaambia jalizeni mamalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia sasa tekeni mkampelekea mkuu wa meza. Wakapeleka. Aya 9, naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwambia bwana harusi, akamwambia kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta ile dhaifu. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa. Tutaishia hapo katika tafakari ya siku ya leo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 2 yako mambo matatu tutaangalia ndani ya dakika 10, tutakuwa tumemaliza ibada ya leo. Mambo matatu. Kitabu cha Yohana sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 10 tumeshasoma, na nataka nitafsiri mambo matatu ama tukumbushane mambo matatu ya msingi sana. Tunaposoma kitabu cha Yohana sura ya 2 hutuonyesha habari ya harusi iliyofanyika Kana ya Galilaya. Na katika harusi hii waliopewa mwaliko ni wengi sana, lakini jambo la kwanza linalonifurahisha, hata Yesu alialikwa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza katika kitabu cha Yohana sura ya 2 ambao natamani ujifunze ni hili: hakikisha unamwalika Bwana katika kila hatua ya maisha yako. Aliandaa harusi ya Kana ya Galilaya, anamwalika Yesu bila kujua kitakachotokea katikati ya harusi. Tunapomwalika Bwana katika maisha yetu, haimaanishi kwamba tunapredikti baadaye maisha yetu yanaweza kutwa na changamoto, lakini tunachokifanya ni kumwalika yeye aliyejibu katikati ya matatizo tunayopitia. Msafiri mwenzangu wa kwenda mbinguni, katika kitabu cha Yohana sura ya 2 tunaona jambo hili katika ubora wake, ya kwamba Bwana haalikwi wakati wa matatizo, bali Bwana anaalikwa wakati wote wa maisha, ili matatizo yanapotokea yeye anakuwa mtatuzi. Aliyenielewa sema amen. Yaani sio wakati wa ugonjwa ndipo unamuita Bwana. Hata ukiwa mzima mwalike Bwana, ili magonjwa yakija yeye alishafanya makazi kwako. Kama ni kukuponya atakuponya, ama kama ataruhusu ulale utalala ukiwa na tumaini. Na hivyo kitabu cha Yohana sura ya 2 kinanipatia taswira ya kwamba usimuite Bwana wakati biashara inapoyumba. Muite Bwana kabla hujaanza biashara, ili biashara inapokuwa ngumu, yeye anayetatua matatizo alishakuwa ndani ya biashara. Usimuite Bwana wakati ndoa inapokuwa ngumu. Muite Bwana wakati wa uchumba, ili utakapoingia kwenye ndoa yeye alishakuwa tayari, na baada ya hapo utapiga magoti kumwalika tu: rafiki mwema uliyeko ndani ya maisha yangu, ndani ya ndoa yangu, ninakuomba kwa hili nisaidie. Tumekuwa na changamoto ya kumuita na kulia wakati wa matatizo. Nisikilize, sio kwamba hataitika, lakini natamani tubadilishe picha hiyo, tumuite wakati wa heri, ili shari inapokuja akemee dhoruba. Tumuite wakati wa furaha, ili matatizo yanapokuja yeye aliye mwenyeji wa maisha yetu atangaze tabasamu wakati wa machozi. Muite Bwana ukiwa na afya, ili wakati afya imetetereka akupatie uzima. Huyu jamaa aliandaa harusi, alimwalika Yesu. Biblia inasema katikati ya harusi divai ikafanya nini? Ikatirika. Ashumu asingekuwa Yesu, ingekuwa aibu ya mwaka katikati ya harusi. Ashumu Yesu asingekuwepo kwenye harusi, ingekuwaje? Maneno angeanza, tulijua tu amepanga harusi alafu hana hela. Tulijua tu ametuita kwa mwemwe sana, hatimaye mchele umekuwa haba, haujatosha.
anajua tu. Na mimi nataka nikuambie, utakapomuacha kumuita, matatizo yatakapotokea, watasema tulijua huyu ni msabato jina tu, tulijua. Lakini utakapomuita kabla ya matatizo, matatizo yakija, wewe utasimama kifua mbele, kwa sababu dawa ya matatizo ulikuwa nayo. Ninakualika ya kwamba ibada ya leo kwako kama wakili ikawe ibada ya kumuita yeye ili atawale maisha yako. Jambo la pili, unapopitia wakati mgumu maishani, Bwana akiwa mgeni wako, huyageuza magumu yote kuwa tabasamu. Ninakutia moyo katika ibada ya leo. Sijui umekuja na machozi gani, lakini suluhisho la machozi, suluhisho la dhoruba, suluhisho la matatizo, yeye ni Bwana. Mualike, atageuza machozi kuwa tabasamu. Mualike Bwana, atageuza magumu yawe marahisi, kwa sababu yeye namjua. Anaandika ama anasema katika kitabu cha Yeremia ya kwamba Bwana anatuwazia mema katika siku zote za maisha yetu. Yeye ukimuita atakupatia neema. Alimuita Yesu na katikati ya magumu, mama yake Yesu katika kitabu cha Yohana 2:3 anafanya jambo la msingi. Anapoona divai imetingika, hamwendei mkuu, hamwendei mwenye sherehe, bali anamwendea Yesu. Unapoelekea wanadamu watakusema, wanadamu watakukalia vikao, yeye Baba wa mbinguni hakai vikao, anatenda kwa wakati sahihi ili watoto wake wasiumie. Mwambie yeye atakutendea. Ni jambo la tatu. Nilikuahidi matatu yako mengi, lakini baada ya mchana wa leo itoshe kwako. Mwalike yeye kabla ya matatizo, ili matatizo yakija aigeuze kuwa marahisi. Yanapokukabili matatizo, wa kwanza kuambiwa awe ni yeye, kwa sababu yeye hata kusimanga, hata kusema. Wanadamu watakukalia vikao, lakini yeye atakachofanya ni utatuzi. Je, katika ibada ya leo kwa machache haya unanuia kumchagua yeye katika maisha yako? Mimi binafsi niko tayari kumchagua yeye. Itoshe kwako. Mwalike yeye kabla ya matatizo, ili matatizo yakija aigeuze kuwa marahisi. Yanapokukabili matatizo, wa kwanza kuambiwa awe ni yeye, kwa sababu yeye hata kusimanga, hata kusema. Wanadamu watakukalia vikao, lakini yeye atakachofanya ni utatuzi. Je, katika ibada ya leo kwa machache haya unanuia kumchagua yeye katika maisha yako? Mimi binafsi niko tayari kumchagua yeye. Niko tayari. Ikiwa naona sema uko tayari, wimbo nambari 54 wakati praise lead team inapokuja, ninakualika usipoteze ramani, usipoteze mwelekeo. Kijana ulioko hapa, mama na baba, kwa sababu yupo tu, mwalike katika maisha yako. Kwa sababu yeye yupo, mwite. Waswahili husema pema hujapopema, kwa kuwa ukipema si pema tena. Mwite wakati ungalipo, ukiwa na akili ya kwamba unaweza kumwita, kwa sababu wako wengine walitamani kumwita wakiwa wamechelewa. Na ikiwa ni maamuzi yako wakati waimbaji wakiwa wanaimba wimbo nambari 54, unasema tunahitaji nimpate huyu Bwana, na nahitaji mdumu kumpata. Tulishampata, unahitaji kudumu
kuwa wake milele. Unahitaji kumwalika katika maisha yako, unahitaji kumwalika. Utaungana pamoja na mimi. Mimi ni wa kwanza. Kama na wewe unaungana pamoja nami, kwa nini usiinuke mahali ulipo? Ikiwa una uwezo wa kuinuka, kama ni mgonjwa, Bwana anaona, utaketi, tutaomba. Sabato ijayo tutakuwa na ubatizo. Yuko mmoja katikati yetu ambaye hajabatizwa, ama alibatizwa akaanguka, na leo anasema natamani sabato ijayo, kwa sababu nimejua yeye ndiye kweli, njia na uzima, niatoe maisha yangu kwa ajili ya ubatizo. Ikiwa yuko mtu mmoja kama huyo, kwa nini usiinue mkono mahali ulipo? Kwa nini usiinue mkono mahali ulipo? Nasema natamani sabato ijayo na mimi nibatizwe. Natamani batizo. Utainua mkono, tutakuombea hapa. Nasema natamani. Hujawahi kubatizwa ama ulibatizwa na ukaanguka? Nasema natamani nimpe maisha aliyebeba ya sasa na ya baadaye. Yuko mmoja katikati yetu? Barikiwa sana ndugu yangu. Kwa nini usogea hapa mbele wakati wazee wanakuja? Pasa Kibote, nitakuomba, utakuja kuombea watu wa Mungu wao. Sogea mbele, barikiwa sana. Je, yuko mwingine? Ikiwa yuko mwingine, kwa nini usipige hatua wachache kuja hapa mbele tu tunapoenda kuomba? Je, yuko mwingine? Wakati ni sasa. Naye usema mtakapoisikia sauti yao msifanye migumu mioyo yenu. Je, kuna mtu anatamani kumpa Bwana maisha, ajiachilie kwa Bwana? Je, yuko mwingine? Hatutakuwa na muda mrefu sana wa wito, lakini natamani uyafanye maamuzi sahihi wakati sahihi. Natamani ikiwa yuko mwingine, ubeti unapoimbwa piga hatua kuja mbele. Usionee haya wanadamu. Wote tumekuja hapa kliniki kutibiwa na Bwana. Yasalimishe maisha yako kwake tu. Wimbo unapoimbwa ubeti huu, utasogea mbele.
yetu, yasalimishe maisha yako kwa Bwana, na Bwana atubariki. Jehova Mfalme, Baba yetu, muumbaji wa mbingu na nchi, jina lako ni takatifu na lihimidiwe milele zote. Wewe ni baba yetu kwa sababu ulituumba, lakini ni baba yetu kwa sababu ulitukomboa. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru kutufanya hai mpaka siku ya leo. Jina lako libarikiwe. Tunakushukuru kwa yote uliyotutendea katika maisha yetu, na kwa nguvu na uwezo wako umehitaji leo tuisikie sauti yako kwamba ni kwa Yesu na Yesu peke yake ndipo kuna maisha. Mchana huu leo tunajisalimisha viganjani mwako. Ni wewe uliyesema kwamba yeye ajaye kwangu sitamtupa kabisa. Tunakuja kwako tukumbanitie kama wana na binti katika ufalme wako. Mchana huu leo yuko aliyekuja akihitaji kufanya upya maisha yake kwa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wake binafsi. Tunaomba umpokee, mjaze Roho wako Mtakatifu, batize kwa Roho kabla hata hajabatizwa kwa maji. Wewe ni baba yetu na muumbaji wetu. Tupatie nafasi ya kukukaribisha wewe katika maisha yetu yote, uwe wa kwanza na yote katika yote. Baraka zako na neema yako na itembee pamoja nasi. Tuwezeshe tukuabudu katika roho na kweli. Tukuwezeshe ili wewe uwe mwamba wetu na ngao yetu na kimbilio letu. Tufanye tuwe wamoja nawe. Tufanye tuchumilie neno lako la uzima, maana wewe ndio uliyesema, na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyetuma. Lakini ni wewe uliyesema watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Kwa sababu wewe ndiye mkate wa uzima, kwa sababu wewe ndiwe njia na kweli na uzima, tunaomba tufichwe katika mbawa zako kwa utukufu wa jina lako. Hata kama hatutapata siku nyingine kama leo, ya leo itoshe tuwe raia wa ufalme wako. Hatusiti bado kuendelea kuomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, maana kama amani isingekuwepo hata leo tusingeabudu. Simama imara, si kwa ajili ya wema wowote au kiongozi yeyote wa Tanzania, lakini kwa ajili ya wokovu wa mmoja. Amani ikipatikana atakupata na okolewe milele. Baraka zako na neema yako naendelee kuwa pamoja nasi. Tuandae kwa ujio wako kwa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu. Amen.